moto. Je, hatukuwatupa wanaume watatu? Yule wa nne anafanana na mwana wa Mungu. Nani yule atembea ndani ya moto? Je, hatukuwatupa wanaume watatu? Yule wa nne anafanana na mwana wa Mungu. Mfalme Nebukadneza alifanya sanamu ya dhahabu kubwa sana. Urefu wake ulikuwa futi 60. Akaisimamisha kwenye wanda uliokuwa inaitwa Dura katika wilaya ya Babeli. Nani yule atembea ndani ya moto? Je, hatukuwatupa wanaume watatu? Yule wa nne anafanana na mwana wa Mungu. Nani yule atembea ndani ya moto? Je, hatukuwatupa wanaume watatu? Yule wa nne anafanana na mwana wa Mungu. Ndipo Nebukadneza akatuma watu wakusanya maamiri na manaibu wote na maliwali, makaidi, waweka hazina na mawaziri. Akatoa amri kali sana. Nani yule atembea ndani ya moto? Je, hatukuwatupa wanaume watatu? Yule wa nne anafanana na mwana wa Mungu. Nani yule atembea ndani ya moto? Je, hatukuwatupa wanaume watatu? Yule wa nne anafanana na mwana wa Mungu. Vijana watatu Meshaki, Shadraka, Abednego walikataa kuinamia ile sanamu. Baadhi ya watu wengine walikasirika, wakaenda kuwashtaki mbele ya mfalme. Mfalme alikadhibika sana kwa ujumbe huo, akaamuru moto iwakishwe tanuru mara 7, na hao vijana watatu watupwe kule ndani. Walitupwa, hawakuchomeka. Walipotoka nje, hata harufu ya moshi haikuwa kwenye nguo zao. Yawezekana ndugu yangu, kuna mambo ambayo natakikana ufanye, maamuzi ambayo kwa kweli ni hatari kwa maisha yako. Usitie shaka, usiteteleke, usitetemeke, usiwe na hofu. Mungu ako pamoja.